Atishike pesa. Si unavaa kazi, tumia pesa yako. Let's say the wife is career driven, she's outgoing, she's nini. And then anapata mwanaume ambaye is the opposite. Yes. This husband is going to limit this lady. Ataanza sema kwanza wanawake hawafai kuwa nje, or you're not supposed to work, or as a woman you're supposed to be home over the holidays or over the weekends na nini. But mkijikuta nyote you're driven, you have a purpose that unaona kuna ule mtu we want to achieve. Your husband is going to be, you're like, oh, hii weekend unaenda wapi? You go my girl, you see on Go those enjoy. grounds, go enjoy, enda ujibame, go get that bag. Shika hii pesa. Atishike pesa. Si unavaa kazi, tumia pesa yako. Now you see. Assalamu alaikum guys, welcome to another episode of Half Full. I'm yours, Intifada Bashir. Hussein Mbogwa. Sheikh Ali Mwega. Karibuni. Asante. Mgeni wetu. Asante. Good to have you in the cast. So today we are discussing about, would you marry a female version of yourself? Like, ngekuwa na mtu kama wewe, a woman, would you marry with the same personality, with the same traits? Nitakubali tu. Unakubali tu kwa unatafuta mke ama you see unataka tuelewe vizuri unakubali aje? Nakubali cause hakuna mtu anaweza kunielewa ama kunipenda vile mimi nataka. Hautawahi kupata. Wewe unapenda wacha nikuulize. Wewe unapenda watu wenye unawapenda vile wanapaswa kupendwa? Of course. Najitahidi. Exactly. Hata wewe utajitahidi kujipenda vile huko, lakini sidhani kuna mtu ataweza kunielewa vile mimi nataka. Unajua zingine kueleweka sana pia si poa. So Hussein says yes, he would marry a female version of himself. Na wewe Shakali? Hapana. Okay. Na wewe? Of course not. But I would say of course not like not with bold, but rather kuna some traits that I have that singetaka mtu wangu akue nazo. Like maybe I'm very anxious. Maybe I have anger issues na vitu kama hizo. So I would love somebody who's opposite of me to be able to like calm the situation, because I'm looking at it this way. Kama mimi I have like the same personality. All right, I would need someone who's different to complement that. But tukiwa sote, kama ni kupanic mna panic nyote, kama ni hasira mnakasika nyote. Yeah, like tukiwa tunafanana, that's how we will be, which is not helping anyone. But akiwa maybe me when I'm panicking, he's more calm. You see now at least tuko poa. But now you can imagine wewe umepanic, yeah, umepanic, there's nobody who's saving. Panic najua kujituliza vizuri. Unajua hivyo? Yeah. Very interesting. I'm so sure. Very interesting. But sasa you see okay, yeah. That makes sense. Unajaribu kusema kitu mbaya lakini una avoid. Acha nikuulize. Sasa unaona, wacha nikupatie example. Confidence, yes, yeah. Mtu kujiamini, ni kitu muhimu sana katika kila kitu. Lakini tuko na watu wenye wako na overconfidence. Hii pia inaharibu vitu. Unaona? Sasa mi sikatai, tunataka I feel like, yes, tunaweza kusema labda tuseme percentage ya personality yako uko tayari kuwa na mtu kama yako kwa some degree, not full degree. Kwa sababu in reality si vile tuko nayo. Kama sasa unaona, imagine confidence yako kwa kitu yenye umefanya wrong. Na personality kama yako yenye pia imefanya wrong. Yes, kuna mwingine ataimeza. Kama saizi let's say wewe kama kuna issue nini, si unajipenda vile unataka, si ndio? Kawaida wewe kama wewe for example, ukikosana na mtu, for example, it's a for example, alafu wewe uko ni wale watu wenye ukuji kulalamika. Unameza. Si ndio? Wewe mtu wa kulalamika kwa kumeza. Mimi nalalamika. Exactly. Sasa watu wawili wa kulalamika, degree yake pia ni kazi ni shida. Na wenye hawalalamiki, so this is just a simple example. Wenye hawalalamiki, relationship pia itaenda mbali, itakufa. Kwa sababu unaona wewe haulalamiki na hakuna mtu akosei mwenzake, si ndio? I think the issue is we need to strike a balance. Yes. That's just it. Because hakuna venye, okay, I believe this way. When I'm looking for a partner, I'm looking for somebody there's something they're feeling in me that I don't have. Okay? Like if I feel like I am whole
which, okay, per se, we are supposed to feel that before we allow somebody else into our lives. But I'm like, kama kuna aspect zetu za maisha yetu yenye tunaona like as much as you can live without nini, cause ushaikuona watu wenye wako independent na codependent, watu kama hao. Kuna watu wengine saizi wanaitwa independent. So mtu anajaribu kujifanyia kila kitu, si kwamba hawezi kufanyiwa, anaweza kufanyiwa, but mtu kama huyu in reality in life, kwanza kwa upande ya ladies especially wenye wako kwa working force na nini, some of them wanasema hivyo, wanasema si kwamba mimi siwezi kuishi maisha yangu, unaona, but mimi nataka hii kitu nisikuwe naenda kazini mimi ni boss ndani ya nyumba, mimi ni boss. Mimi nataka nikifika nyumbani mimi ni wanaitwa ni passenger princess passenger ama something. I take a passenger seat. Yes, yeah, Like na relax. Huyu mwingine anadili na mistake kujua true. sijui kitu fulani ilifanyika, haikufanyika, anaanza kufuatilia X, Y, Z. Kuna mtu mwingine anafuatilia nayo. Si kwamba hawezi. Unaona? So kitu yenye najaribu kuelewa kutoka inti nini? Wewe tayari uko kamili in some areas, but una prefer mtu mwingine msaidiane na yeye kubeba hizi majukumu. Kwa vitu ambayo Umepungukiwa. Yeah. Si kila saa umepungukiwa kama saa hizi. For example, mtu tusielewane vibaya. Wewe kama saa hizi unapika. Si unaweza kupika? Yeah. Mke wako si anaweza kupika? Si ndio? Yeah. So kama yeye akipika inamaanisha wewe huwezi kupika? No. Based on vile nyinyi mmepanga programu ya nyumba nini, yeye ndo anapika, let's say kama ni kila siku ama masa fulani ama chakula fulani, vitu kama hizo. Kuna maelewano hapo. Lakini haimaanishi nyote wawili mwezi kupika ndo mnapika, ama siku ile yenye mkiamua muode hamtaweza like si kwamba mwezi kupika. Unaona? So sio kila mara unatafuta mtu mwenye akujaze mali penye uko half. That makes sense. Lakini the other part ni nini? Unaona mtu perfect obviously, unasema hakuna mtu yuko perfect. Sasa unaona hizo shida zako zenye uko nazo ndio anakuja kuzijaza. Sasa unaona exactly wewe unaamini mtu anakuja kujazia shida zako kwa sehemu zingine. Sasa imagine hizo shida zenye uko nazo na mtu kama wewe ni mara mbili. So nyote wawili because ata maybe on overdependence, if you find somebody who's emotionally dependent, mtu maybe they cannot reason on their own, they cannot calm their own nervous system and all that. Na wewe pia you're also like that. You're two broken people. Amwezi saidiana. Kuna ule mwenyewe I'm crying and I'm overwhelmed. This one here, yes, he's affected with whatever is happening to me, but kuna venye he's more stable emotionally. Ni ukweli? Yeah, there's that aspect. Alafu the other thing is, let's say tuseme hakuna mtu atanipenda vile mimi najipenda, si ndio? Unaona? Yeah. So wewe unaenda kwa hiyo relationship na goal ya kufanya nini? Kupendana ama kupendwa? Kupendwana. Very good question. Yeye pia atakuja kwa relationship na point ya kupendwa vile yeye anataka. Ndio. So it's supposed to be the other way. Na lazima ikuwe hivyo. No, yes and no. Okay. Sasa mimi kwa sababu unajua kwa nini? Ndio tunataka tujue. Ngoja nikuelezee. Wewe huwezi kunipenda vile wewe unataka. Yeah. Cause labda unipende vile unataka uniumize. Yeah. So nafaa kukupenda vile wewe unataka. Yeah. So the reason unataka. Okay, so sisi katika kuingia katika ndoa tunafaa kuingia na akili ya naenda kumpenda mtu fulani. Lakini pia mimi nataka kupendwa vile ambavyo tunapendana. Amtoe kupendana. Cause kila mtu anaenda kupendwa. Like mimi hapa hivi nimekuja kupendwa. Samahani. Nimekuja hapa kupendwa. Yeye pia hata nimekuja kupendwa. Sasa tupendane. Hatuwezi cause mimi nimekuja hapa kupendwa. Unaona? Unless. So unamaanisha nikipendwa siwezi kupenda mtu. Sisemi hivyo, but unaona usisahau. Ile main point yako ndo itabaki ndo ni bold katika kitu. Unaona saizi kama kwa maji, kuna vitu zenye zita float na vitu zenye zita float. Kitu itakuja juu kila mara ni wewe kufanya nini? Kupendwa. Kidogo tu akizuba hivi, chai umeniweka hivi, nipendi. Hii chai hata ina sukari. Unaona? Yeah. Lakini shida sio kupendwa tu peke yake. Hiyo ni example tu nakupatia. Kwa sababu unaona saizi wanasema kwa nini watu wanaingia katika relationship, kwa sababu kuna kitu unatakana, hata kama tunasema kwamba mimi niko tayari kuwa na mtu kama mimi, si ndio?
even though huku nje huwa anasema ati unaona mtu fulani na fulani wanafanana, wanasuppose kuwa pamoja nini, kuna degree ya kufanana zenye si ya kwamba ni the same. Unajua si kila watu wenye wanafanana watu wanakubali wanasema nini, kuna kipate yenye anaona huyu vitu zenye anapenda, huyu vitu zenye anapenda, vitu zenye huyu anachukia, huyu pia anachukia. Maneno anazungumza vile anataka watu wafikirie vile watu wanataka. Unaona saa zingine watu wanafikia conclusion, si wewe, watu wa nje wanafikia conclusion kwamba mtu fulani na mtu fulani wanafanana, si wanaweza kuwa hivyo pamoja. Lakini saa zingine unaona exactly the same thing, wanasema mtu fulani na mtu fulani wanafanana, hawezi kuona. Ushai kuona hizo situation? In some situation kutoka nje kuna inamaanisha kwa akili yetu kuna kitu tunaangalia, tunaona hii na hii hata kazi kwa the same hazitaendana, hile na hile kazi kwa the same zinaendana. But again, when we say that maybe for me nilisema no, I cannot like marry somebody who's like me, but to a certain degree, because I'm like kuna vitu ambazo ni basics, like maybe right now I would say I'd value somebody who communicates. All right? So nikipata that this person is not communicating, I wouldn't, because I'm like, maybe I'm a good communicator. So that one, I would love somebody who is like that. So maybe at what degree should we be like, you put a balance? No, kuna vitu unaona, kuna vitu zinaitwa essential. Yeah. Haina uhusiano na huyu ama hule. It is important kila mtu akuwe nazo. Yeah, but people they fall short. Yes. Ndo nasema tukianza ku different level, kama for example sisi kwa Waislamu, level yako ya kwanza kabisa kwa ni Muislamu, si ndio? Level ya pili akuwa ni mtu mwenye like anafuata sheria, ni vitu tu basic. Hizi basic zinakuja zinafika, anafuata dini vizuri, hata kama ni Muislamu anafuata dini. Alafu katika hii relationship ni sio abuser, si mtu mwenye anaongea vibaya, sio nini. Kuna list zenye ziko. Hii ni basic yenye kila mtu anatakana kwa, ama tuseme nini the standard. Now preference ni nini? Sasa after that wengine inakuwa preference. Unaona? Kuna mwingine mwenye anapenda hataki kuambiwa kitu. Kwa nini? Based on understanding yake nini? Yeye ana function better kama akikosa kuambiwa. Best shida zenye amepitia katika maisha. The minute ukimwambia hebu niletee chai, even ndo hautaletewa chai. Lakini ukikaa hivi ujifanye unakaa kiu, utaletewa chai. Funniest thing, kuna mwingine ukimwambia hatafanya. Ukikosa kwanza watu wengine wanaitwa watu ADHD. Unasema kitu anataka kufanya, the minute ukimwambia tufanye hivi, inakuwa uzito. Ati kama sasa mimi nimekuletea biskuti na kupatia. Mara unaniuliza, kwani unipatie biskuti? Ni mchoo sana. Mjamaa anaweza kwenda nayo biskuti kabisa na hata kuwa na any bad feelings. Hiyo ni shida yako. Lakini tayari alikuwa kwa moyo yake akwanza kupata. Ni vitu tu ndogo zinaweza, kama sasa umesema communication. Pia communication iko na degree. Kuna ile basic obviously, but of course in a relationship you're not talking about the basics. You get the point? Like, sasa ndo nasema kwanza tunatakana tuelewe. Unajua zingine mtu mwingine hajai kufikiria hiki kitu. Ukimwambia mtu kama mimi anaangalia mtu kama mimi Mkenya, mtu kama mimi Muislamu, mtu kama mimi. Unajua sisi tuko na background yetu yenye tunaelezea character yetu. Si kila mtu ameamka asubuhi ameisha kianalyze yeye ni nani, anapenda nini, anataka nini, ndio ajua the other counterpart na suppose ikuwe aje. Unaona? Kama ndio tunasema hivyo. So but now if you find yourself in such a situation, all right, because most of these things people find out once they're either married or actually we're talking about marriage here. So you're already married. Umeingia hapo ndani, maybe you find your partner, you are exactly the same and not in a very good way. So how do we deal with such? Like umefika sasa wekuta wewe ukipanda shuki, nyote mnapanda. So here mko na egos ambazo zina clash. So what do we do? Do we abandon ship or what do we do? No, you see, unaona vile umesema, hebu rudi hiyo point yako kwanza kabisa. Umerealize wewe na partner yako kwa hivi, wewe na mke wako na bwana yako, spouse wako mko hivi. Unajua watu wenye hawataki, unajua step ya kwanza ya kila kufix any issue ni kuirecognize. Yes. Wewe unajua watu wengi sana wenye wako na hizo shida, sisi watu nje ndio tunaona huwa haoni. There's that. Huwa haoni. Haoni ya kwamba hapa hivi mimi na huyu sote tuko na shida hiyo. Na most of them ukiangalia either wataendelea kuishi vibaya ama watawachana, simple as that. Like wewe angalia tu, like wewe mnawapatia tu time watu like muda tu. Cuz huyu unamwona huyu uko na hasira, huyu uko na hasira. Unless we realize kuna issue hapa. Mmoja ajitolee tu akwe sacrifice. A cool down,
relax alafu ndo aweze Yeah. kutafuta namna ya kufix. Bila hiyo haitakuwa. Sasa the question is wanasema pia kuna vitu zingine inaitwa feminine energy na masculine energy. Unaona, all of us ni uongo, mi siamini hivyo. Kila mtu tuko na parts za hizi vitu, cause uwezi kukua tu like unaenda na one way, cause unajua kama hauna some understanding of let's say feminine energy, utajuaje unatafuta kitu kama hiyo? Unaona, kama hauna concept ya kujua nikikuwa job mi niko masculine ndo mtu asinichekeshe bure, nisifanyie nini, inakuwa utakuwa ni kitu yenye unaweza kuibring out na kuishukisha. Yeah. Unaweza kuna wengine yes. So yani kama mtu unaona vile akina mama baadhi yao vile wako, unaona kwamba huyu mwanamke yuko hivi. Sasa unajua wanaume pia tuko tofauti. Unajua sasa kama level yako iko the same na mtu kama wewe huyu ana suppose akwe degree gani ndo ziingiane hizi vitu. So bado unashikilia tu hapo Hussein. Umeelewa point? Unataka mtu kama wewe. Kwa Ama vitu kuna zingine. venye. Kwa vitu zingine. No, at least tunashuka. Sasa nimeshuka kidogo kwa vitu zingine lakini. Tayari inamaanisha you are closer to inti Yes. than nini. Unaona? Cause inamaanisha kwamba ndio mtu kama wewe labda utapenda XYZ but kuna parts zako zenye mwenyewe ukikuwa nini itakuwa hauwezi kujipenda like. Hapana, tujasema huwezi kujipenda. But hata ukisema like hakuna mtu ambaye anaweza kukupenda kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Hata kujipenda mwenyewe ni shida. We are also not loving ourselves at the degree that we are supposed to. No, but it's true, yeah. No, what do you mean by loving ourselves and how we supposed to do? Lakini mi kitu najaribu kusema nini? Yes. First of all, unajua kuna different understanding of loving yourself. Sasa wewe unasema hakuna mtu atanipenda vile mimi nataka nipendwe. What do you mean by that? Sasa si ndio it depends on what you kwa sababu unajua wewe unaweza kufikiria, unajua pia usisahau kujipenda pia kama saizi it's a joke. Mimi mwenyewe am a victim of it. Ama is it a victim? Opposite ya victim ni nini? uko tu sawa. Yes. So is it not a victim? It's another word. Not victimizer. Victimizer to create the victim. The what? Wait, tutafute your word. Victim creator. What is the word? Wanasema abuser. No, I'm a villain of the same story. Anyway, so now what happens ni nini? Saa zingine ati unaamka unajipikia breakfast nini nasema ni self love. Sindio? Now let's go a little bit in a deeper levels. Kama mimi ningekuwa daktari, ningeamka nitengeze the same breakfast. Yes, daktari angesema nini? Akisema hii time inakula breakfast, hii chakula inakula all nini as much as mimi na feel vizuri, it is not good for me, it's killing me. Unaona? Wewe ungesuppose badala kuamka kurelax kukula breakfast, uamke uende kupanda mlima, uanze kukimbia exercise. Hiyo ndo ni self love ya ukweli. Unajua kitu wenye tumefanya nini tunataka tuelewe. Sasa zingine sisi just not doing our part ndo tunaona ni kama to some degree ndo tunaita self love. Wewe unamaanisha nini kujipenda? Kujipenda hata kama ni hiyo hata kama ni nimejiwekea. Hiyo ni kweli ni self love. Si kila mtu unaweza kulala kwa hoteli, ishi kwa hoteli. Lakini hiyo ni yeye, ni kwake yeye. I'm just explaining. Nioshe nguo zangu. Nisema sinajipenda. Na mwingine akisema akioshewa nguo zake kitafuta mtu pia amejipenda. So saizi wewe for example kama unajipenda unafua nguo zako, si ndio? So kama ukioa mke wako ajifulie nguo zake kuziana anajipenda, na wewe ujifulie nguo zako kwa zuo unajipenda. Bado iko sawa. Najaribu kuelewa. But still najaribu kuelewa concept. But still anaweza take it a notch higher, anasema mimi nitakuwa nafua nguo zangu na mke wangu as a show of love. And it's just like that. Hakuna pale pa nimeandikwa mke ndo wako. Apatie pesa mno washing machine bana. Mtaketi hapo vile mkifua nguo nje aje sasa. But it's nice actually. Mko hapo Sunday, wajirani wanaona mkifua nguo, mmoja anaanika, mwingine ana nini. Yeah. Sijui kama ushe kurealize Kenya kuona mafarasi ni shida. If wishes were horses. But they do happen. Never seen that. Not easy said zetu. Kuna majirani wanaweza kukuchoma. All right, so there's another one that says if you marry somebody who's like you,
this aspect of stagnation. For example, a couple with very similar interests might miss out on new experiences as they may not push each other to try new things or grow individually. I do agree. Me, that's why I'm part, like, unaona kama wewe mwenyewe as mi ndio najaribu vitu. Kujisukuma kuendelea. Mko tu. Wewe unapenda kuendelea sana. Unapenda pesa. Wewe ni Mkikuyu, Anapenda ndo anishukishe. Sasa si umesema mtu kama wewe na Mike iko hapo. Yeah. Mtu kama mimi najua nitaendelea. So on the unajua utaendelea. Sasa unaona yeye akisema hivyo si kuendelea peke yake. Kama saa hizi wewe unapenda maendeleo from this direction. Kama saa hizi wewe unajua mimi ndugu yako. Wewe unajua mtu akinikujia na idea fulani Ali atasema hapana. Ukikuja na biashara fulani Ali atasema hapana. Ukikuja na kitu fulani Ali atasema hapana, si ndio? Wewe ukikujua pia na 10, wewe mwenyewe unajua pia out of this 10, labda 3 ndio utachukua. Na kila mara ukitestiwa utaona tu kumbe mimi najaribu hizi 3, hizi zingine ziguswi. Yes. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wewe vile uko personality yako utaendelea kudeal na hizi 3. Lakini huyu mtu mwingine wa nje atakuja for example afanye nini? Aongeze kitu kingine. Kwani tusijaribu? Sasa kwa sababu mimi najijua mimi ni mtu ambaye nachukua opinion kwa watu wengine. Sasa nitachukua tu opinion kwa watu wengine. But implementing it. Hapo ndo kizungumkuti iko. Yep. On the flip side, if you marry somebody who's exactly like you, they become a very good support system. For example, if both partners are career driven, they might support each other's ambitions, celebrating successes and providing encouragement during tough times. I don't find it good. Why? Hapana, unaona saizi for example, mi kuna vitu zingine zenye napenda kufanya, si ndio? Zenye mi na prefer kuzifanya peke yangu. Haina uhusiano na tunafanana tufanye nini. I just enjoy doing them alone. So mtu kama mimi ndio kuencourage ufanye vitu zako pia peke yako. Bwana, unaona? Tutakuwa tuna encourage sisi kila mtu kwenda hivyo. That was kumbuka hapa, the point is not on the same work related field. We're talking about you're both career driven in your own different zones. All right. So ikiwa wewe you are somebody who's hardworking, a go-getter na nini, and then you find somebody who's also a go-getter, just imagine how far you guys would go. Hata peke yenu. Tutakuwa na hardware kama 10 hivi Kikuyu. Unaanza kuona wife yako anaanza kukua nini? Maelewa shakali. Hiyo part on that area to some degree nakubali, not fully. Why? Wapi Nikuchekeshe. Nikuchekeshe. Depends if the joke is not all of them. Kitu moja nimerealize, ebu angalia sikubali kabisa, like 100%, but nimeona baadhi ya watu wenye wako na wanaume na wanawake wenye labda career wise wanasaidiana, wana push. Yes. Kama saizi unajua unfortunately siku social media haina siri. Utasikia hao wengi wenye pia wako ma partners wana push pamoja nini. Mwanaume bado katika hizi situation unaona bado anatafuta kuna kitu kingine bado anatafuta huku nje. But that's a him problem. Yes. But now we are not looking at it that way because we all fall short, yeah? Mimi naweza kupatia another example. Let's say the wife is career driven, she's outgoing, she's nini. And then anapata mwanaume ambaye is the opposite. Yes. This husband is going to limit this lady. Ataanza sema kwanza wanawake wafai kuwa nje, or you're not supposed to work, or as a woman you're supposed to be home over the holidays or over the weekends na nini. But mkijikuta nyote you're driven, you have a purpose that unaona kuna ule mtu we want to achieve. Your husband is going to be, you're like, oh, hii weekend unaenda wapi? You go my girl, you see on go those grounds, go enjoy, endo jibame, go get that bag. Shika hii pesa. Exactly. Najaribu kumani ama kutumia money. Spend or save. Atishika hii pesa. Unajua unaongea na nani? Atishika hii pesa. Si unafaa kazi, tumia pesa yako. Now you see when you get people who are opposite, those are the things that you're going to find. Anaanza kukwambia hizo ni gani kwanza. Mimi ndo najaribu kusema again. Unajua sile kuna hiyo nini, sometimes limitations are good. Of course. Sometimes, yeah. Of course. Yes, not always. Ndo nasema not limitations, Sheikh Ali, but rather balance. Remember, you're supposed to complement each other. Complement. Yes, or either we complement, like when you bring somebody into your life, it's either for your life to get better. With both of you, in that nimekuja niko hivi, and then you as my husband or whoever, anaona msichana akona potential. You're responsible to like
trigger me into making progress in whatever I am doing. Si ati sasa baada mtu ameshaolewa sasa vitu zake zote zinakuja chini. And it happens in real life. Kila kitu. Yeah, no, but it happens, Shekali. Unakuta mtu ameolewa and then maybe she used to work. She was very outgoing. She was very this. After ameolewa, whoop. Na ni kweli. Kwanza hii on the aspect of ni mtu wake anamnini chini. These are real life experiences that are out there. So, unajua pia extra zingine tunaangalia real life situation in context of wishes. Unajua zingine data what happens ni nini? I would love to know what nini hapo unaona ni wishful thinking. Yes, unaona sisi tunaangalia wewe unasema hao walingevyo wakakuwa hivyo. Si ndio? Okay. Ukiangalia by percentage unajua kitu yenye inakuwa anomaly ni kitu yenye inatoka nje of trend. Si ndio? The anomaly is how you can continue being like that after marriage. Funniest thing. Ukiangalia based on data good amount of whatever wewe mwenyewe angalia watu wa karibu wako 50 of them angalia si alikuwa iko hivi alikuwa XYZ akaoa saizi ni Z2 ama Z kidogo tu hivi ya kunini for example si ndio so now inamaanisha kwamba kuna good amount maybe 80% 90% 95% hiyo yote wewe inashuka. Okay, do you agree with me or not? Inashuka kivipi? On an 80% no. Like okay, kushuka inashuka lakini sasa tunakuja kuangalia sababu ambazo zinapelekea. Sasa kwanza unaangalia percent. Unajua uwezi kuangalia sababu kama hujapata trend. So now you after kuangalia hiyo data unasema okay, the percentage is higher. Ni nini? Ya kwamba kawaida watu wanabadilika wanakuwa I don't know the word is boring ama kukua relaxed ama sijui kuzoea ama kufanya nini like but there is something in your trend inaenda ikishuka. So hiyo excitement tunaangalia nje but ukiangalia ndani ya marriage ama ndani ya relationship yes unakuta kwamba obviously inashuka. Kwa sababu hata mimi nikikupatia chai siku za kwanza utafurahia. And then naacha kunipatia chai. Utafurahia. Lakini baada ya muda utaona ni wa yangu. Kuna mtu saa zingine unawafanyia vitu wewe unafanya from the good of your heart. At first days watu wana appreciate as a good way like from your heart. Kidogo inakuwa nini wanasema entitlement inapatikana mara inakuwa si tena it's a duty is no longer ni vitu kama hizo. Anyway so unaona anomaly ni how sasa wewe unaona unaweza kupinpoint yes couple mke na mume mwenye walianza in a way na bado wako hivyo like vile ni rare unaweza kupinpoint how ndo ni anomaly. Unaona so unaona sile ni anomaly how ndo anakuwa wishful thinking but now it doesn't make it right. Tunaongelea data unajua kuna tofauti. Unajua kwa nini watu wanachukia ma accountants sijui manini wanawaita boring cause unajua vitu zingine zenye wanaangalia wanasema me I can fix this like this do this like this you my engineer design plan nini the fact that we're normalizing these things ndio maana watu wakiziongelea tunaanza kuonekana ni kama tunatoka we are aliens. All right, because if right now somebody comes and says maybe I would want somebody who is going to encourage me towards my path. All right, ama somebody is looking for a spouse and then they're like mimi nataka mtu mwenye ako self driven ako career driven na sasa intifadha vitu kama hizo wewe acha no sitai unajua kuna tofauti sijui ni nini vile binadamu ni just trying to help you ama ni to save you ama to be realistic. I don't know the word that we are supposed to use here. Yes, kama saizi unaweza kuta wewe mwenyewe nakumbuka in one of the episode kwa tunapiga story ya vile some people wanasema I want to live a healthy life nataka kufanya tizi na nini and you as the support system you know but again ukisema utaonekana you are the villain but you do the support system thing. You get the point? Yeah. Now you realize that sometimes what we say and what we want and what we are willing to do are three different things. For me, I would say go for somebody who is like you to some extent. Venye tu ina depend hizo like the essentials zile vitu muhimu zako, of course top tier hizo they have to be considered, and then hizi zingine we can work on them. So it depends ile muhimu kwako ni gani. Kama kwako communication ni muhimu, then make sure that this person can actually communicate. Kama you want somebody who's career driven, then kama hiyo ndio iko pale kwa top tier,
let it remain there. Of course you're not going to get that perfect person, but again pia usijinyime sana pia. Mi kitu enda sema wetu alike wedding, tutakusupport mahali tunaweza. Kila mtu anasema sisi ni Waislamu, si ni Waislamu, tuwezi kusema tunabeba msalaba, but kila mtu atazikwa peke yake. So siko ubaya, siwezi kuambia usitafute, kwa unajua nitakwambia utafute nini, usitafute nini. Kila mahali wewe kama if you are happy alhamdulillah, and you know it, clap as many times as you want. Tutakuklapia kwa wedding yako, lakini wengine tunawachia Mungu inshallah. So as you utatafuta mtu kaa wewe, hiyo ni wewe utapambana nayo. Cause unajua kama ujielewe mwenyewe, watu most of us tukubali, hata hao wenye wanasema tunajielewa, tunajua tunataka nini, nimeona sana. Cause ujui mtu kuna uongo ngapi tumejidanganya nayo mpaka tukafika hii stage, vitu ngapi hatuangalii. Like kama saizi mi nishai kuona kuna watu during Ramadan they are different people, not in terms of just wachana na dini na nini, but hiyo lecture ni kama inabadilisha mindset yake kabisa, ina reset during Ramadan. Wana imani yao inakuwa tofauti na goals zao. Unajua kuna goal ni kitu inaenda, lakini hiyo kitu ina drive towards that goal ni nini. Sasa zingine wao wanasema the main point ni dini, unaona, like sasa wacha ni align everything na dini. Baada ya muda unaona kuna saizi sijui ni trend gani imekuja hivi, sijui some movement, sijui activism, sijui nini. Unaona hiyo sasa ndio ina driven back at lifestyle yako, vile unavaa, sijui design zako na nini, kila kitu. Ni ngumu sana kudeal na watu. Tukubali tu mahali pe tumepatana, tupatane hivyo na tuenjoy hiyo moment inshallah. Na kama tunaweza ukipata mtu mwenye kidogo na kuchallenge kufikiria si kwa vitu zingine, alhamdulillah. And uzuri ndani ya marriage, it's not like it's the destination, but rather it's still a process, because in marriage you'll evolve, you don't remain the same kabisa. So it's also a good challenge. Unakumbuka ile other episode niliongelea mtu anatafuta mtu mwenye iko na dini? Okay. Kuna rafiki yangu mmoja anasema, sijapatia story leo. Nika rafiki yangu mmoja anasema, mimi ni Muislamu na niko na dini, lakini sikudanganya Ali. Mimi natafuta mwanamke mwenye dini yake na imani yake kidogo iko juu zaidi yangu. Na anapima na nini hiyo? Mwenyewe anajua. Mwenyewe anajua. Sasa cause mimi nikiangalia kaa ni hii dini yangu ndo tunaenda nayo kulea watoto, tutakuwa na shida sana. So natafuta mtu mwenye kidogo dini yake na imani kidogo iko juu. Sababu ndo anashangaa, unasikia baba watoto kidogo hivi Monday hivi wanauliza baba kwa nini unakula? Sasa kwa nini? Mama amefunga saumu. Mimi nitasema lazima tutafute mtu ambaye atanipenda vile mimi nataka. But sasa unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Hapana, mimi sijaelewana na hiyo. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini nani? Ni yangu. Sawa. Si tumesa unajua pia sawa. Very important. Unajua kwa nini? Usiconvince. Wait. Ni relationship yako. Shani anapenda hii chai. Okay. Na mimi sipendi. Si atanipatia. Na mimi chai. sipendi. Hiyo. Sasa kwa hiyo utatafuta mtu mwenye anapenda chai yenye wewe unapenda, ama mwenye atakutengezea chai yako ile wewe anipende vile mimi nataka. Sasa au kunywa chai? Sawa, ngoja nitengeze yangu. Very good. Good point. Good, yeah? Tumeelewana? Yeah. Mimi napenda hiyo. Tutafuta mtu ambaye ataweza kutupenda the way we want. Very important. Mimi nakumbuka mimi kwa sipendi kuamka sala tusu. Sawa. Tumemaliza. Funga kipindi. Asante sana. Wacha ni mimi sijaanza, lakini wacha mimi ndo nimalizie. Tumefaidika sana, have fun. Hussein, endelea kupita huku hivi. Hivi hivyo. Na see you in the next episode.